siasa, sio kwenye chama. Ukituchonganisha unatuchonganisha na kura. Na sisi kazi ya chama cha siasa zote ni kushika dola. Tukiona tutatafutaje? CCM oye. Lakini ukiwa kama kiongozi unatakiwa uhakikishe watu wanafanya kazi kwa bidii. Lakini sio wewe unalala afu na watu wenzio kazini haipo. Ndio ule mfano bora. Unatakiwa wewe mstari wa mbele ufanye kazi ili na wenzio hamasike. Ndio. CCM oye. Uongozi wa kiimla wanasema ni mtindo wa kuongoza ambao kiongozi huongoza kwa amri bila kushirikisha watu wengine katika kufanya. Mara nyingi kiongozi wa aina hii halengi katika kukizi maslahi ya walio wengi, bali tu ya yule anayeongoza na wanaomlinda. Wanaomlinda mnajua ni watu gani? Yaani kiongozi yeyote ambaye ana amri sana huwa anatengeneza chawa. Yaani anatengeneza timu ya kumpa taarifa. Wamesemeje huko? Chawa, mnawaelewa chawa? Ndio. Yaani wapambe. Wakipata kaniambi anataka kale na wale wapambe wake. Alafu wengine wanabaki wanalia. Ndio. Kwa utamsikia wamesemeje? Kwa hiyo unakuta wengine wanaumia, wananufaika kale kakundi kake madogo. CCM oye. Lakini kuna uongozi mwingine wa kidemokrasia, kwa maana mtu anaruhusu watu kushirikisha. Na ndio uongozi mzuri. Jadilianeni na wenzenu, shaurianeni. Unaitwa uongozi wa kidemokrasia. Mtu unashirikisha wenzio ili mfanye maamuzi ya pamoja. Ili linapobuma lisikubumie wewe. Limeharibika, si tunasema tuliharibu wote. Lakini kama uliharibu peke yako, ni huyu utakuwa na haraka. CCM oye. Lakini tunasema kuna uongozi holela. Kuna watu wanapewa nafasi jamani, hata yeye anajitambua alipewa kwa nini. Yaani ni yupo tu. Mpaka ambiwe wewe twende huku. Wewe njoo hapa, hana malengo, hana nini, hana chochote. CCM oye. Kwa unaitwa uongozi holela, yaani mwenyewe unajui. Kumetokea kinini kinaendelea huko vitu. Chama kina mkakati huu, wewe unaacha tu mambo ya vitu. Tunakwambia tu tukatafute kura sasa atakayejisikia kwenda na aende. Wewe tumekupa kazi gani kuisimamia jumuiya yetu? CCM oye. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi kuna sifa za kiongozi bora. Kuna viongozi wasio bora na viongozi walio bora. Lakini kiongozi aliye bora lazima awe na ndoto. Kiongozi aliye bora anawaza hivi, nimeomba nafasi hii, nataka niwafanyie nini wenzangu? Au umekuja ukae tu viti kwa sababu vipi? CCM oye. Lakini kiongozi anatakiwa mwadilifu. Nikisema uadilifu, yani uwe na kiwango cha uaminifu. Hata ukijifungia chumbani kwako wewe ni mwaminifu. Yaani iko hivi. Umeenda dukani kwa mtu amekurudishia change, moyo wako kusudi useme hapana, hii sio haki yangu. Mama, umenirudishia change, chukua. Huo ndio uadilifu. CCM oye. Yaani moyo wako kushuhudia hii si sawa. CCM oye. Lakini sifa ya uongozi mwingine ni kutenda haki. Simama katika haki. Usimhukumu mtu kwa uonevu na vitu kama hivyo. Sisi tunaelewana? Ndio. Lakini pia usifanye kwa ubaguzi. Yaani tumeleta kadi za chama hapa. Unasema ngoja nikawape ukoo wangu kwanza ndio wengine wapate wewe. Hiyo nini? Ni haki? Hapana. Ukiwa kiongozi tunasema ukipewa 20,000, mfano unagawa 20,000, una watu 10, unagawa 1,000. Mko 21. Yaani ukubali kwamba mimi nikose, wenzangu wafanye nini? Wapate. Hiyo ndio uongozi wa haki. CCM oye. Kuna mwingine kiongozi anaficha iftama yake kwanza hapo. Alafu ndo anaanza kupambana kuwagawanisha 1,000. CCM oye. Si tunaelewana? Ndio. Lakini uwajibikaji na kujituma hivi nimeshaelezea vizuri. Jinsi ya kujituma. Yaani hakuna haki bila wajibu. Yaani huwezi ukataka posho wakati hujafanya kazi. Au si ndivyo ilivyo? Ndio. CCM oye. Lakini utu wema. Utu wema ni ule moyo wa kusaidia kila mtu. Rafiki, adui na vitu kama hivyo. Ni mkarimu anayejitolea. Asiyelipiza kisasi, anayesamehe, pia ana msimamo thabiti. Si tunaelewa? Ndio. Utu. Sasa unachagua kumfanyia wema. Alafu ujiite mtu mwema? Hapana. Yaani unawafanyia wale watu wako wema. Karibu
mwingine hapa na hili limepita. Sipo, bwana haipo. Wale wake wenyewe. Tunapaswa kuwa wakarimu kwa kila mtu. Tusibebe mizigo moyoni. Na ndoa nyingi zinashindikanika kwa sababu ya kubeba mizigo moyoni. Na hata kwenye chama tunaadhibiana sana kwa sababu ya kubeba vitu moyoni. Uligombea na mwenzio akakushinda, kwani dhambi ulitaka ashindwe nani? Ni waombe shoga zako. Sisi makubaliano yetu tulikotoka tangu tulikotoka huko kwamba mpango mzima kuelekea kutafuta kula za Dr. Samia ni kutabasamu. Ni kutabasamu ili tupate kura nyingi. Ni nani anayeuza biashara yake amenuna hapa? Kuna mtu aliwahi uza ndizi zake amenuna? Hapana. Kuna mtu amewahi pewa kitenge na mume wake akiwa amenuna? Hapana. Sasa kumbe tunaanza je kununa? Sisi moye. Oye. Wake oye. Oye. Sisi tunaelewana penzi wangu Ndio. Kwa hiyo kama umekubali kuchukua nafasi za UWT, meno yako tunayataka nje. Sange oye. Oye. Mheshimiwa Diwani Ngago oye. Oye. Mheshimiwa Kasekenya oye. Oye. Samia oye. Oye. Na mimi Ndabira oye. Oye. Haya, asante. Lakini sifa nyingine ya kiongozi bora, uwe msema kweli. Niliongea vizuri mwanzoni sasa, sivyo? Ndio. Hapa imeelezesha tena. Sema kweli na kweli itakuweka huru. Amen. Unajua ukiongea uongo utasahau. Hiyo kweli unakuta unakumbuka. Ukisema Eva alikula hela ya uongo, utasahau hivyo alikula shilingi ngapi. Lakini kama unasema kweli Eva alikula, utajua ni kweli alikula. Tena siku fulani, shilingi kadhaa. Ndio. Wala sasa. Niwaambie. Semeni kweli. Itaweka huo. Alafu itatujenga sana kwa mapenzi, kwa maana tutakuwa tunapendana sote. Wanasema usipompenda wa kweli kuna tofauti na mchawi. Na Mungu alisema mlikuna wapeni pendaneni. Ninyi kwa ninyi kama mimi nilivyo wapenda. Na unampende na jirani yako kama nini? Nafsi yako. Sasa unajua jirani yako ni nani?